Katika sherehe za siku za wafanyikazi duniani, kaunti ya Uasin Gishu, wafanyikazi wameibua kilio cha haki, wakilalamikia udhalimu na ukosefu wa uwakilishi wa kutosha. Akizungumza katika sherehe ambayo ilihudhuriwa na idadi ndogo ya wafanyikazi mjini Eldoret, mwenyekiti wa KOTU Uasin Gishu, Peter Odima, amewahimiza wafanyikazi kujiunga na vyama vya wafanyikazi kwa ulinzi wa haki zao. Aidha, wafanyikazi katika kaunti hiyo wameshtumu vyama vya wafanyikazi na afisi za kazi kwa kushindwa kutetea maslahi yao, huku visa vya dhulma vikizidi kuripotiwa, KOTU ikidaiwa kuzifumbia macho changamoto hizo zinazowasakama haswa wafanyikazi wa ngazi za chini kama walinzi na wajakazi. Odima amesisitiza kuwa mshahara wa chini wa 6% ulioanzishwa mwaka jana unapaswa kuwa angalau shilingi 16,000 kwa wafanyikazi na sio shilingi 6,000 wanaoyapokea kwa sasa. Nikiripotia runinga ya Hubs kutoka kaunti ya Uasin Gishu, Serikali imeweka institutions kama Leba, KOTU, kama mashirika mbalimbali, na mwisho ikaweka kotini. Na ikakuja ikasema sasa hata wewe mfanyakazi uko na uhuru ya kwenda koti hiyo bila kutumia Leba ama bila kutumia union. You can go there and represent your case personally. Na wafanyakazi bado wako kuna kasumba ya kufikiria akienda kotini hata employer hata kama unamfanyia 10 years akiamua kufuta atakufuta na utaenda na mkono. So don't wait. Sheria Leba inasema you can only report to labor officer after 30 days. Okay, kesi ya kupigwa hiyo ni assault. That's not the work of the unions. Hiyo ni mambo ya polisi. Sitaki huyo mtu muende kotini. Mambo ya kutolipwa minimum wage nimesema ni kazi ya Leba. Kwanza labor officer takana kwanza uende complain kwake, ajue kwa nini mtu afanye nini. Serikali imeajiri prosecutors kila town. Kila utakuwa small prosecutors, wasichana wadogo wako hapo. Kazi yao ni kuprosecute those employers. Wale kazi yao wafanya nini? Wamekataa. So you cannot say the government is doing nothing. We don't want to be a country of complaining every day. If the government did something good, let's say the government tried. If the government do something wrong, we say that thing is wrong. Unajua sheria yetu ya Kenya ilitupa uhuru. Kenya tuko uhuru kuamulia kitu nataka. And you cannot tell that person kwa nini unakaa hapo na tuko kwa uwanja. Hizo ilikuwa wakati wa sheria ya ukoloni ya Wazungu na Moi. 2007 to change sheria 2010 ambayo inakupa ufanye vile unataka. Sisi pia inatuambia lazima tuende hapo. Tuumbize muziki yetu, tuambie nyinyi sheria zetu. Wewe sikiza in America ama England, president aiti mkutano ya campaign, anaenda mahali watu wako. Kama kuna kinyozi, unaenda hapo kwa kinyozi hapo. Unaomba kura hapo mahali bakazi. We want to inchi zikue hivyo. Tusizuie watu kutofanya kazi yao kwa sababu ya sherehe. We go there to educate. Ama leo ingekuwa tungekuwa na kazi nzuri, tungechukua askari tuzunguke hii Huruma mzima, tukaambia watu umuhimu ya Labor Day na muhimu wa kuajiriwa na muhimu wa kujoin union. Mimi kwa majina ni Alex Mirera. Wacha kucheka bwana. Mimi ni Alex Mirera. Nimefanya rai, nimefanya kwa hii ward kama ward assistant for the last 10 years, 2013 to 2022. So I feel ile kitu wafanyikazi wana feel. Number 1, ile kitu ningependa president ajue. Labor officers unions are not working. Why they are not working? Wana corrupt na employers, wananyanyasa wafanyikazi. Number 2, difference ya mtu mwenye anapata mshahara wa chini na mshahara wa juu iko very wide, of which maisha haiwezi endelea tukiwa sawa. Labor office ikae chini, imodulate mishahara ya wafanyikazi. Siku hizo wanasema tuseme itutoke. Jambo la kwanza, ukiangalia uongozi wa watetezi wa wafanyakazi, hiyo ndio changamoto imefanya hata wafanyakazi wakuje mikutano. Because wafanyakazi wana feel they are not represented. Hata tumekaa na wengine tunawauliza, wanasema hata tujui watu walichaguliwa na maana gani. Na ni viongozi wa wafanyakazi, na hata vile wanaongea wako na kiburi. Mpaka wanasema majenzia hawajafikia kuongoza hii nchi. Hao ndio wazee wanataka wafanye, sababu vile wajenzia wakipewa
watashikwa. Kama wewe ni kiongozi, inaonekana uko na successive plan, kwa sababu uko leo hapa, kesha hutaku. Ufunze ule mwenye ako nyuma yako, ili ukitoka system ifanye nini. Tunaomba ya kwamba waweke system zenye zitarani, si ati mtu ndiye anarun. Leo hii wanasema, wanatambua, wanasema Atuoli amechoka, lakini wanatuambia akae paka 2032 Ruto. Unasaidia mfanyakazi kweli? Kama mnajua amechoka, mweke mtu mwingine. Number 2, maneno ya uongozi ya wafanyakazi ni kwamba hawa representatives wakienda negotiation ya CBS wanaenda kutetea maslahi yao, si ya wafanyakazi. Inafika mahali wanaweka kwa kona, wanapewa bahasha, wanasahau wale wafanyakazi. Tumeambiwa hapa, mmeuliza swali mzuri, mtu akiwa assaulted wafanye nini? Unajibiwa ataenda ripoti kwa polisi. Kama viongozi wa wafanyakazi wamechukua jukumu gani kuelimisha huyo mtu ya kwamba assault inakana uripoti kwa polisi? Wanabaki wanaachia mwananchi mwenyewe atafute haki yake bila kujua, na wanalipa kwa sababu wafanyakazi wanakatwa mshahara kila mwezi, wanalipia. Na kati ya hiyo mshahara inakana kuwe na sensitization program ya kuelimisha members ya kwamba ukipatwa na janga ama upate shida kama hii, this is the protocol ya kufanya nini, ya kufuata. Rais ana declare minimum wage bill. Enforcement officers ni kupitia labor office, na hao viongozi wenye wamefanya nini, wamechaguli, wamechukua mikakati gani ya kuenforce. Because leo hii ukimuuliza akwambie mimi nilienda kwa kampuni fulani nikahakikisha, hawana hiyo data. Hao wamebaki ni ile PR. Sisi ndio tuko. Hizi pesa za NSSF hatujakataa kukatwa, lakini shida ni corruption. Tunamuomba tu Bwana Rais mtukufu wetu ya kwamba angalia mambo ya ufisadi katika hii nchi yetu ya Kenya. Donda sugu ni ufisadi. Hii pesa ndio tutachangia kama wafanyikazi. Hii pesa ndio tutaitoa kama wananchi, lakini itakulwa na watu ambao hawaangalii maslahi ya wafanyikazi. So mtukufu Rais, anza kutibu ugonjwa wa corruption katika nchi yetu ya Kenya.